zetu zote. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, wakati umefika tujipeane. Nimeona watu wamependa sana mambo yao. Unakuta hata mkesha huku unaingia saa 5. Tafadhali, sometimes you can do something. Unasema hapana, wacha nituje mapema niweze kupiga maombi, nimuite Mungu kwa ajili ya mambo yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Wacha niende nifanye kitu Mungu anikumbukie mambo haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jitahidi kufanya hii kazi. Pia bidii kutumikia Mungu, naye Mungu atakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanamtafuta Mungu wamtafuta na mioyo yao yote. Bwana asifiwe sana. Wakati mimi nilikuwa kijana kabisa, nilikuwa naingia kesha saa 3. Napiga maombi mpaka saa 11 ya asubuhi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini yani viwango vile vilitusaidia sana. Maana mahali tumefika ni zile viwango tulidimia kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Wokovu hauwezekani na watu wadhaifu. Salvation is not for the weak. Salvation is for the strong. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. That is why achechemeaye katika yani vitani nguvu yake ni chache. Na ndiposa usiku wa leo tumekuja mahali hapa ili tukaifanye kazi ya Mungu. Amen. Tumekuja mahali hapa watu wakafunguliwe. Amen. Na usilale, mwambie mzako usilale. Hii ni nyakati ile, hii ni saa ile Yesu aliporudi kuona wanafunzi wake. Maandiko inasema ya kwamba akawaambia, jameni, Yesu aliona kikombe cha majaribio makubwa mbele yake. Maandiko inasema akasema naenda mlimani niende nikaombe Getsemane, yani mlima wa Mizeituni. Na maandiko inasema alipoenda mlimani alienda na wanafunzi wake, kama vile tumekuja hapa kwa mlima wa maombi. Haleluya. Amen. Na maandiko inasema alipofika kwa hatua aliacha wanafunzi wengine, alipoenda hatua nyingine akaacha wengine, na hata yeye baada ya kuacha wengine pale kilele alienda hatua ya kurusha jiwe. Akaenda akaanguka chini, akamwambia Baba, kama yawezekana ondoa kikombe kiko mbele yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu aliona kikombe cha majaribio mazito, akaenda mlimani kuomba. Yesu aliona shida iliyokuwa mbele, akaenda kuitatua. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Na maandiko inasema akaanguka akamwambia Baba, kama inawezekana ondoa hiki kikombe. Lakini akasema sio vile mimi nitakavyo, bali mapenzi yake Mungu yakatendeke. Amina. Kuna wakati umefika wapendwa, not your will but allow the will of God to be done. Amen. Ni lini utaruhusu Mungu hata kidogo mapenzi yake yatimilike? Watu wanafuata kile kinawafurahisha, kile kinawapendeza, kile kinawatia nguvu, lakini hawaangalii kile kinatimiza mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amina. Except God will whatever you are doing. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Can you abandon something for the will of God? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unaweza acha jambo fulani kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mpango wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu ni kwamba Mungu anataka kupeleke to another level. Mungu anataka kupeleke kiwango kingine. Na kile kiwango Mungu amekusudia kupeleka watu wake ni kiwango cha nguvu. Maisha ya watu hayatabaki vile tena. Mashida unazopitia, taabu unazozipitia, majaribio unayopitia, Mungu atakutoa mahali pale. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nasema haleluya. Bwana Yesu apewe tukufu. Mimi nataka kukuambia kwamba wokovu sio kwa wale wadhaifu. Nataka kukuambia hivi, kuna watu wamejaribu vitu nyingi sana wanataka vibadilike. Hizi vitu haziwezi badilika until you take a step. Amen. Ni lazima uchukue hatua. Ni lazima uamue, ni lazima nifanye jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Leo ujumbe wetu tunataka kushare. Tunataka kuona mambo yaliyofanyika katika siku kama hii ya Good Friday. Tunaita Good Friday. Lakini tukiangalia in many sense, unawasema it was not just as Good Friday as we are talking about. Because to the master who is the champion of the cross, haikuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Najua naona watu wengi yani kujipeana kwa Mungu ni udhaifu, unyonge. Lakini wokovu wapendwa haukupatikana kwa sababu ya watu wanaofanya msaa. Wokovu haukupatikana kwa sababu ya watu wanaochukulia kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni wakati hata wako wa kurenew your salvation. Maana wengine wamekuwa hawezi sambamba na mapenzi ya Mungu. It is the time to renew your salvation. Unaambia Bwana Mungu naomba unisaidie. Umekuwa mdhaifu, kwa ibada upatikani. Ujitoi hata ujisacrifice that a minute uweze kupata neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa na semina ya siku 2 na tukatangaza kwamba tutakuwa na semina ya siku 2. That is Wednesday, Thursday. Na kazi kubwa imefanyika hapa. Watu wakafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu akatenda kwa njia kubwa. Lakini jameni, watu unakaa pale unalemewa kwa nyumba na mizigo mizito inakuvinyilia. Time has come. Arise. Come out of your comfort zone. Toka mahali pako pa kujiliwaza. Toka mahali pako pale umepumzika. Henda kiwango kile Mungu anataka. Maana kuna kiwango Mungu anataka. Sema amina. Yesu alipoona kile kiwango hakuruhusu wanafunzi wakakae kwa comfort zone. Aliwaambia wanafunzi twendeni. Na alipokuwa anaondoka wakamfuata. Wakaenda mlimani. Ijapokuwa ni vibaya sana kusukuma mtu kwenda mlimani. Walipoenda mlimani na Yesu, ungedhania walikuwa na mzigo wa kazi ya Mungu. Lakini walipofika pale walianza kulala. Walipumzika. Walilala mlimani. Ndipo naona mtu akitoka hapa akitoka kesha, unaambia mtu unaona kwani macho yako iko nyekundu aje? Nililala kesha. Yaani ulikuja kulala kesha wewe? Nililala kesha. Kulala. Siku kesha. Nilikuwa kwa kesha, lakini ulilala kesha. Maneno yangu yanakustaki wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulilala wapi? Ulilala kwa kesha. Na ndipo wanafunzi walifanya the same. Walienda wakalala mlimani. Hakuna mtu alipenya ashike mbingu. Walienda wakalala. Yesu baada ya kuwa anamenyana na hali, anaambia Baba, kama yawezekana, ondoa hili jiwe, ondoa hii mlima. Maandiko inasema akarudi. Akifikiria wajamaa wamemshikilia kwa maombi. Nimesikia Pastor Mwende akisema mshikilie bishop kwa maombi. Lakini mimi hata ndio nawashikilia. Nyinyi mimi ndio nawashikilia, nyinyi mnishikilie. Tusidanganyane. Ngoja, nani Mungu amezungumzia mwaka huu? Ukaniombea siku 2 ukiwa umefunga, inua mkono wako. Nimeshikiliwa na watu 3 hapa kwa hii kanisa. Hao wengine wote ni bure kabisa. Mwambie mwenzako bure kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu 3 tu ndio wanashikilia. Imani kanisa kama hili lote. Nijua na watu wamejana, lakini bado watu 3 ndio wanashikilia bishop. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe na kushikilia 24/7. Nashinda hapa mchana. Saa 7 napiga maombi 1 hour. Saa 9 napiga maombi 1 hour. Nikiwataja wengine mpaka kwa majina. Na nikitaja biashara zenu mpaka kwa majina. Hata kama unapiga ya Getheri, Mungu bariki hiyo Getheri ya dada yetu. Mungu bariki hiyo matunda ya huyu dada. Bwana Yesu apewe sifa. Naitaja kwa majina. Lakini wapendwa wengi wamelala, wamevivia. Yesu akakuta wanafunzi walilala. Akawaambia jameni, hamwezi kukesha nami hata lisali moja. Hamwezi kukesha nami hata lisali moja. Akawaambia mteni tuombe. Ombeni, wakaanza kuomba tena. Wakaomba. Wana wageni wameshalala. Yesu akifika pale wamengorota.
masaa inakaribia saa 11, ndio masaa ile ya kunakuja, ndio kuna pambauka. Maandiko inatuambia kwamba wakaambiwa mkeni, hata wale wanatafuta uhai wangu mlikataa kukesha nami, wanaotafuta uhai wangu ndio hao sasa wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kuwa walilala, Petro walipofika ndio wanakuja. Walipofika pale karibu wa jamaa, anachomoa panga, anakata masikio ya watu. Hii ndio shida ya Wakristo waliolala. They never fight the spiritual battle, they fight the physical. Wanapigana vita vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakimbia wakati kulikucha. Walipokuwa kumekucha, na jeshi kubwa la kutoka kwa makuhani na wale mafarisayo wamekuja kumvamia Yesu. Hapo ndipo wanaanguka. Wanachukua panga wajitetee, wanakata masikio. Yesu akachukua ile masikio chini, akarudisha mahali pake. Hamwambia Petro, mwenye anaugana na panga atashughulikiwa tu na hiyo panga. Lakini wapendwa, wakati sio huu wa kufanya vitu kama hizo. Sema amen. Kanisa Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amka mpendwa, pigana vita ya ndoa yako. Pigana vita ya kazi yako. Pigana vita ya huduma yako na utaitetee. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu alilala milimani. Mchana ako kule anahudumia watu na usiku analala milimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata siku moja maandiko inasema ikawa yani amekuwa amehudumia watu, halafu ikafika wakati wa kuvuka ng'ambo nyingine, akaambia wanafunzi, nimeona kuna shida mbele, nyinyi endeni, tangulieni safari, wacha niende mlimani nikaombe. Akaenda akaomba mlimani. Alipoomba inafika usiku wa manane, kumbe wa jamaa bali ilichafuka, kukaingia vipunga, kukaingia hali ya dhoruba na mawimbi makubwa. Maandiko inasema karibu wamezwe na ile mawimbi. Lakini Yesu akaona akiwa mlimani. Yesu akiwa mlima wa maombi, akaona wanafunzi wako kwa shida. Bwana Yesu apenzi. Amen. Ni mtu yule anaomba, anapata mafunuo ya yale mambo yanatendeka. Ndaka ukiomba, Mungu atakupatia mafunuo ya yale yaliyo mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakupatia mafunuo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakupatia nini? Mafunuo ya kule unaenenda. Sio Yesu akiwa mlimani, akaona bali kule katikati umechafuka. Hawa jamani kisireki watakufa. Yesu alipita pale kwa bahari, akakuta merikabu zote zimeshaenda. Hakuna merikabu ya kupita. Ile neema ya maombi, Yesu alipitia juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are in prayer, when you are already praying, you have the capacity ya kutembelea juu ya hali. Bwana Yesu apewe sifa. You have the capacity ya kutembelea maeneo. Na kama kuna kitu kinahitajika wapendwa, pepeni nguvu ya Mungu. Wewe mwimbaji, pepa nguvu ya Mungu. Wewe mpiga chombo, pepa nguvu ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Each and every person hapepe nguvu za Mungu. Mfanya biashara, usa ukiwa umepepa nguvu ya Mungu. Sema amen. Bwana, huku kuna watu wanauza wakiwa wametumia nguvu ya kishetani. Wana wa nuru hekima iwaishie. Unalala mpaka unalala kabisa. Tukipita huku asubuhi unakutanga, unapita barabara imepigwa na maji imekuruhusu. Hiyo ni maneno ya mtu amepanga. Na akasema hii maji vile imepita, mwenye atavuka hii maji tu lazima angalia nunue kwa duka langu. Wewe unakaa pale, nikuja basi habari ya gazi, gazi yako inaendelea na gari basi Lois. Sisi tunaendelea tu kukadisha. Tumesisemia basi. Tunaendelea tu kujaribu. Yaani wewe umewekwa pale ujaribu. Wakati watu wanaamka mapema, wanafanya vituko vyao. Wewe kwa nini usiamke ualike Mungu wako katika kazi yako? Yes. Kwa nini usiamke ualike Mungu katika uhai wako? Unakaa kazini, mahali pale unakalia kiti kizuri, badala ya kukaanga pale unakisunguka kwa nguvu ya damu ya Yesu, na unapanda Mungu mahali pale, mwenye anakutafuta hata kupata. Wapendwa, tumeachilia mambo yetu, adui atatunyang'anya. We have to rise up. Mwambie mwenzako amka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Apendaye maisha yake
mimi mambo nilifanya mengi kwa Mungu ni katika kujikasa. Naenda kwa kaburi ya Muhindi. Naambiwa ya kama nakosa, wewe na repress wewe hakuna mtu. Na ukigonjeka ukipita siku 2 anakuambia hakuna kazi. Sasa unakuta hiyo kazi unaifanya mfurulisho, hakuna siku ya kupumzika. Sawa. Mimi naenda namwambia sasa unajua nini? Nina appointment kesho na daktari, sitakuja. Daktari naongea mambo yake ni Mungu, sio daktari wa kawaida. Nimeomba Musa na kuona appointment daktari, lakini naambia Mungu nimesema ni daktari, lakini sio daktari, ni daktari Yesu. Sio sema amina. Naenda siku hiyo nafunga, soka asubuhi mpaka jioni naomba. Naita Mungu, nalilia Mungu kwa ajili ya maisha yangu, napata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukuambia ni mpendwa. Njia ya Mungu ni watu kujipeana. Kama utajipeana haitakuwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuone katika neno lake Mungu. Siku hii ya Pasaka ama siku hii ya Good Friday. It's not a Good Friday as we talk about. Ni katika hii siku ya Good Friday kuna matendo yalitendekea Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale yalimtendekea Mwokozi sio rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia katika kitabu cha Marko chapter 27. Tukisoma pale 3, tunaona katika hiyo Good Friday ndio Yesu alisalitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisalitiwa. Roho ya usaliti ikamwingia Judas. Mmoja wa ushirika ule Yesu alikuwa anatumika. Mmoja aliyekuwa kwa ushirika adui akaingia. Na roho ya usaliti ikamkalia na akamsaliti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hello. Simama na uketi. Simama na uketi. Keti, simama. Keti. Haya, keti. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. So katika siku hii tunaita Good Friday. Sisi tunaita Good Friday. Lakini kumbuka katika siku hiyo Yesu alisalitiwa. Hiyo Yesu ambaye aliye mwana wa Mungu ndiye alipewa mikononi mwa mwovu. Na alipewa na ndugu akiwa ametoka kwa ushirika mkubwa. Imani ushirika wa Holy Communion. Wameenda wakashiriki mkate na Judas hapo tonge likamwingia la kishetani na akamsaliti Yesu. Kijana wa miaka 33 ambaye alikuwa anangojelewa na wazazi wake, labda angeoa hapata watoto kizazi kiwe duniani. Alipoulizwa ni nini utafanya, akasema niko tayari kutenda mapenzi ya Mungu. Niko tayari huyu kijana akapata tumaini la maisha. Niko tayari huyu mwanaume akapata kubadilishwa. Yesu akaamua, yani ana shortcut, akaendea msalaba. Kijana wa miaka 35 anayetegemewa, anayeangaliwa kwa mambo makubwa, alipeana maisha yake msalaba. Akasema nitaenda msalabani nikakufe. I will go on the cross to die for these people. Bwana Yesu asifiwe sana. What a friend we have. Bwana Yesu asifiwe sana. What a friend we have. Ambaye anapeana maisha yake kwa sababu ya marafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. What can you pay to this God for what he has done? Wewe uko hapo ndugu umeokoka. Ni nini unaweza fanya ufurahishe ufalme wa Mungu? Maandiko inasema, Daudi akasema, nitampa nini? Nitamfanyia Bwana nini kwa mema yote aliyonifanyia? Akasema, nitamuinulia Bwana kikombe cha wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Nafundisha mafundisho ya Pasaka. So watu uelewe. Hapa kuna mtu maisha ilikatika ili wewe upate kibali. Daudi akasema atainua kikombe cha wokovu. Kwa nini? Maana Daudi alimwambia Bwana akasema, yani Mungu anasema Bwana ambariki Daudi, hamkumbukie Daudi aliyemwambia Bwana ya kwamba atalala kaburini kama hajamjengea shujaa wa Yakobo maskani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hapo ndipo Daudi aliapa akasema,
nitamuinulia Bwana kikombe cha wokovu. Watu wamedharau wokovu, lakini wokovu huu haukupatikana bure. Somebody died a shameful death. Katika hiyo Good Friday, shujaa aliwekwa msalabani, akapigiliwa misumari, akawekwa taji ya miiba. Bwana Yesu apewe sifa. Akapigiliwa misumari mizito, ikatoboa katika nafsi za mwili, hakawa mahali pale damu ikatiririka mpaka akasema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko inasema kazi yoyote alifanya ni kwa sababu yako na mimi tukapate kibali mbele ya Mungu. Unajua wale wanachezea wokovu na kuuliza, do you know where this salvation came from? Kuna mtu alipeana maisha yake kwa sababu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. So tumeona huyu shujaa ambao tunaongea mambo yake. Siku inaitwa a very good Friday. It was not as good as you think. Yesu alisalitiwa. The same Good Friday aliwekwa kwa msalaba, akapigiliwa misumari, akawekewa taji ya miiba, akadungwa bafuni pake, kukatoka maji na damu. Ikasemekana ni purpose ya hili. Sema amina. Ni kwa sababu ya hili ya maisha yetu. Maandiko inasema kwamba the same Good Friday ndio Petero anaambiwa na Yesu. Unajua nini Petero? Watu watakafitika kwa sababu yangu. Watu wataniacha babaya. Mimi Petero akasema hata kama wote watakukana, mimi Petero sitakukana. Mara ngapi watu tuko hapa tunakiri Yesu, tumemkana Yesu. Matendo yetu tunayofanya yanakana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Petero akamwambia Yesu, hata kama wengine watakaridhika kwa ajili yako, mimi sitaridhika. Mimi nitasimama imara. Lakini baada ya hizo akamwambia Petero, Simeone, kabla jogoo hajawika mara tatu, wewe utakuwa umeonekana mara tatu. Bwana ni mara tatu hapo ni mara tatu. Bwana Yesu apewe sifa. Halo. Wewe umemkana mara ngapi? Unajua kuimba tumeimba, kufunguliwa tumefunguliwa. Lakini wewe umemkana mara ngapi? Katika ushirika, katika kazi ni mahali unafaa, kuna watu wanajua umeokoka. Je, umedumisha kweli ya wokovu wako katika mahali huko? Je, tabia zako zinadhihirisha umeokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Petero akamwambia utanikana. Tunatembea na watu wamemkana Yesu. Wababa wamemkana Yesu. Mtu aliona vitu vinameremeta, akasema haya badali wokovu kaende. Akaendea vile vinameremeta. Mwingine akaona hii ni magendo, kuna pesa nyingi itamwagika, akakana Yesu, akaendea magendo. Shida tulio nao kanisa ni roho ya kusaliti ya ufalme wa mbinguni. Watu wanasaliti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanamkana. Hakuna mwenye anasimama akili uzima wake. Tunataka kanisa litamkiwe baraka. Baraka zinatokana na shujaa wa msalaba aliyekufa kiwa cha aibu. Katika hiyo Good Friday ndio Yesu alivuliwa nguo zote, akatandikwa juu ya msalaba. Aibu yote katika makutano ya barabara, mwana wa Mungu akaibishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo Good Friday, sasa hivi tumevuka, tunaingia karibu kuvuvuka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nasema haleluya. Lakini muda huo wote wa Good Friday, Yesu aliwekwa aibu barabarani. Aliwekwa aibu ndipo ukafunikwa na heshima. Haleluya. Aliaibishwa ndipo ukatukuzwa. Aliaibishwa ndipo ukapata kibali. Kwa hiyo nasema aibu ilikuwa juu yake kwa sababu ya msamaha wetu. Aibu ilikuwa imemkalia. Wapendwa, nataka kusema sio rahisi. Mtu mzima, mwanaume mzima, unatundikwa kwa barabara pale na underwear, ukiwa umesimama pale kwa msalaba. Watu wakipita tu wana make fun of you. Yani watu wanafanya yani msana wewe. Ona. What is it for? It was for you and me. We may find that
kusulubishwa kwa sababu ya wokovu. Wewe unachezea wokovu, jua ya kwamba watu walimkana wakasema wamjui. Petro walipokuta mahali kuna watu wanaota moto, aliingia kwa kikundi cha watu waotao moto wa ovu. Wakasema wewe unaonekana hata kukaa kwako, hata kuenenda kwako, wewe unaonekana ulikuwa na hiyo jambo. So Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona vile mnanyamaza, unajua vile mmemkana. Watu wamemkana. Unakuta mtu umeenda mchana mzuri wa Mungu. Umeenda umeshikwa nyonyo, huko na wale watu mko nao huko, wamekushika. Mwili wako wote umeingia sisimizi. Ndio huyo anasema sasa kitanda iko wapi? Unakimbia haraka na unakuja unajipanguza mdomo na unakuja unatulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na unakuja unaruka sana hapa. Unajua watu wakianguka, mtu anataka kufanya kitu anaonekana kama hako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani unasema imani kama umekufa? Nani amekufa hapa? Who is dead? Unakuwa kukufa. Kumbe wewe ndio uko na maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Wokovu sio rahisi. Sio kitu cha kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamepotea, maana wanaangalia nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka Paulo akasema wale ni Yesu alisema akasema ashikae mrau kulima hafanye kazi ya Mungu, halafu huku anaangalia nyuma hafai. He's not fit. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ushikao kufanya kazi ya Mungu, kutumikia Mungu, huku unaangalia upande haufai. So tunaona the Good Friday tunaita Good Friday. To us it become Good Friday. Kwake Yesu alifanywa mambo ya dhuluma. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasalitiwa, akapewa mikononi mwa waovu, akaamriwa kesi mbaya, ndipo maisha yake ikateseke. Nataka tusome kidogo ndipo usifikirie naongea maneno ya bure. 27 Matthew verses 3 inasema nini? Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta akawarudishia wakuu wa makuhani na Mafarisayo na wazee bila vipande 30 vya fedha zao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wanahukumika baada ya kutenda. Alipoona ya kwamba sasa ameshafanya kitendo kibaya, sasa hukumu ikakuja, majuto ikakuja. I wish I knew. What did I do now? Maandiko inasema akarudi kwa wale wazee, hawapelekee zile hela alizomuuza Yesu. Wakamwambia sisi tulimaliza kazi yetu. Ona tulikupea usaliti ujamaa tumempata. Sasa wacha kutuambia mambo ya pesa. Hatuna shughuli. Hukumu iliyomkalia ilikuwa mbaya ya mauti. Wasaliti wanakalia kwa na hukumu ya mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Halo. Wewe umeokoka, chunga usisaliti mwana wa Mungu. Chunga usisaliti wokovu wako. Maana wasaliti wanakuwa wamebebwa na roho ya mauti. Mtu yote usaliti mwingine, roho ya mauti inakuwa imemfuata. Alienda na zile pesa, akaenda akaona wamekataa, akasirusha huko kwao, akarushia au Mafarisayo, akamwambia chukweni pesa zenu zake. Naye maandiko inasema hawa jamaa, naye alipotoka pale, Juda alianguka chini akapasuka matumbo na kazi yake ikaisha. Sema amina. Every conspiracy ya kudharau kazi ya msalaba, yeyote udharau kazi ya msalaba aendi baba, mambo yake inakuwa mabaya. So Juda akaanguka na akaisha. Sile pesa wala jamaa akasema hizi ni pesa za damu, na wanajua walisaliti. Yani kumbe ni roho imekaa mbaya hata kanisani. Watu wanasaliti mpaka pastor wao, watu wanasaliti mpaka kiongozi wao.
Mimi pasta tuko na wewe, tuko naye pale pasta. Lakini kumbe ni usaliti mtupu. Hawa walisaliti Mwokozi. Kanisa linasaliti, pasta linasaliti wokovu, linasaliti mambo mingi. Time has come, we better be serious. Hallelujah. Unasikia mimi nimeisha. We better be serious. Mwambie mwenzako you better be serious. Yaukia Mungu. Vikao visivyofaa vinasaliti wokovu. Maneno yasiyofaa yasitoke vinywani mwenu, maana yanasaliti wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. So conspiracy yote Juda alifanya, na alipokamilisha alihukumika. Hukumu ilimkalia. Nilifanya nini? Na baadaye ikakuwa mateso. Bwana Yesu apewe sifa. Usikubali kuwa msaliti. Maana msaliti anapata shida. Kwa ufalme wa Mungu hapa piwa art. Bwana anasema heri yao wenye mioyo. Maana hao heri wenye mioyo. Maana hao wenye mioyo safi watamuona Mungu. Lakini wenye roho zinasaliti kuna shida. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya vijana. Haleluya vijana, Bwana asifiwe. Wakati umefika usimamie wokovu wenu. Haleluya. There is a time we were youth, na tulisimama imara na tukatetea wokovu na tukaamua ya kwamba we are not going to sell our salvation kupitia roho za tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Vijana wengi wamesasaliti wokovu. Mtu wako kwa masturbation, wengine wako kwa homosexuality, wengine wamelaliwa na mambo yani ile mbaya, uchafu mbaya. Hata mpaka Juda akaandika, Juda ameandika chapter 1 pale chini akienda Doro akasema katika hali ya ndoto zao hawa mpaka ujichafua. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasema katika uovu wao wanakufuru mpaka matukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Injili imeleta shida. Hii ni kadi. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi hii ni kadi. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni kadi. Maana kama tutafikia Mungu ni lazima tupige hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili haikupatikana bure. Kuna kazi ilifanyika. Sema amina. Hata Mungu alikuwa anaona hii kitu ni ngumu. Maana ndipo alijaribu Abraham. Akamwambia Abraham, I'm serious. Chukua huyu Isaka, tena naye mlima wa Moria, na uende unikatie kichwa hili, nataka ni sadaka yangu. Mungu akataka kwanza ajaribu wale mwanadamu kama anayesafanya, aone kama hata yeye atafanya. Akaona Abrahamu ametokea kwa kumpenda na imani, akaenda na Isaka mlimani. Akatengeneza madhabahu, akawekelea kuni, na akachukua kisu akate Isaka. Mungu akamwambia Abraham, wachana na hiyo maneno. Mimi sasa nikiwa Mungu ndio nitatoa mwana wangu akufe kwa sababu ya kuokoa ulimwengu. Huyu Isaka hata tukichinja ana qualification ya kuokoa ulimwengu. So sema amina. So haikuwa rahisi. Sema amina. That is why God tested Abraham aone kama anaweza fanya. Akaona Abraham anguki sio mchezo, hako tayari kufanya. Akamwambia tena na Isaka. Isaka atakomboa ulimwengu. Mwenye atakomboa ulimwengu ni Kristo mwanangu. Na huyo ni mimi nitapea. Atakuwa kondoo wa sadaka ili akapate kuokoa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. That is why tuliletwa aliye na DNA ya Mungu. Hakuje aondoe DNA za wanadamu zile zina uovu, zinafanya mwanadamu akaangamie. Bwana Yesu apewe sifa. Na shetani anaendelea kujaribu ili atakuhamisha programu ya Mungu, atakuhamisha maarifa ya Mungu yasifanye kazi. All the time tunaposimama kuhubiri injili, adui anakuwa tayari atumie mtu fulani akasaliti injili. Nawe lazima usimame ili ukapate kutetea ufalme wa Mungu. Sema amina. Wangapi wako tayari kutetea ufalme wa Mungu? Ukiwa mwanafunzi wa shuleni, tetea ufalme wa Mungu. Ukiwa mfanya biashara katika vikundi vya biashara, tetea Mungu wako. Ukiwa katika unatembea barabarani, tetea ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tetea ufalme wa Mungu.
we are not fighting for the kingdom of God. The same Good Friday, tunasomea Luka mpaka verses 15. The same Good Friday, tunaita Good Friday. Lakini nataka uone mambo yaliyotendeka hiyo Good Friday. Labda wewe ungesimama useme call it a bad Friday. Lakini sisi kwetu tunaita Good Friday. Kwa sababu gani? Kuna kitu kilifanyika. Wewe wapiga vyo faster. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hallelujah. Tusome 15 inasema nini? Basi wakati usiku kuu liwali desturi yake huwafungulia mkutano. Ule liwali anaitwa Pilato ama gavana. Ilikuwa kila wakati usiku ule kabla hujafika usiku wa ule Yesu alikuwa executed. Lazima huyo liwali angefungulia watu mtu mmoja ambaye aweke huru. Ndipo watu wafurahi waseme gavana ni mtu mzuri, ametuachililia mateka wetu ambaye angekufia kwa kifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana uone vile wanadamu walifanya. Huyu jamaa kuwa na lake na kuna mwenye alimpenda. Sisi tunampenda. Tunawakupenda kwa dhati, sio kwa kulasimishwa. Uliza kwa sababu Yesu unampenda kwa dhati ama unalasimishwa? Muulize ukimaliza Yesu unampenda kwa dhati ama unalasimishwa? Bwana Yesu ape sifa. Haleluya. Tuendelee. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri. Mfara. Siku zile. Kengeni. Mtu mbaya. Aitwaye Baraba. Anaitwa Baraba. Basi walipokutanika Pilato akawaambia, nataka niwafungulie yupi? Unataka niwafungulie upi? Yule Baraba mwizi kengeni au Yesu aitwaye Kristo? Ama Yesu anaitwa Kristo. Kwa maana alijua kwa sababu alijua ni kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Maana walijua huyu alikuwa amefanya husuda wake mambo mabaya. Bwana Yesu ape sifa. Tuendelee. Akafanya nini? Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, ndio alipokuwa ameketi kiti cha jaji, hamwe hiyo kesi, mkewe alimpelekea mjumbe. Sikiza, hata mke wake Pilato, unaweza kuwa hata wewe ni mtu mbaya, lakini katikati ya hiyo nyumba ya mtu mbaya kuna mtu ana roho safi. Mke wa Pilato alikuwa na roho njema na anampenda Mungu. Na usiku huo kabla hajaenda kufanya hiyo kesi, Mungu alimtokea mke wa Pilato, akamwambia tafadhali, ambia huyu jamaa asije akaweka mkono wake kwa kutenda mabaya kwa huyu jamaa, maana hana makosa. Useme amen. Na Pilato kwa sababu ananga adabu, Pilato ndiye ndoni. Bwana Yesu apewe sifa. Anataka kujifanya pale tu, anasema tuna wakosaji wawili. Na Mungu ametumika hapa kwa mke anaitwa kwa Pilato. Akasema tafadhali ambia Pilato, huyu jamaa ana makosa yote, asikuwe subjected katika mabaya, hakuna makosa amefanya. Pilato alienda akaifanya kama kesi ya uovu. Akasema tuna waovu wawili hapa. Tuna Baraba na tuna Jesus. Kuwekelewa. Tuseme amina. Tuseme amina. Haleluya. Mambo ya hii wokovu sio rahisi. Wakati mwingine utawekelewa. Wakati mwingine hata utachukiwa. Wakati mwingine utaambiwa wewe hata ni kitu mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema tuna Yesu na tuna na Baraba. Ni nani mnataka? Tuseme endelee. Mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki. Usiwe na mkono kwa huyu mtu ni mwenye haki. Kwa sababu ameteswa mengi leo katika ndoto. Yaani huyu mama aliteswa mengi katika ndoto. Analala akisuka, analala roho ikikaribu iende. Akiambiwa wewe, ambia huyu mume wako huyu, acha mchezo wako naye. Huyu mtu sio mtu mbaya. Lakini Pilato ni nani? Sasa tuna waovu wawili hapa. Tuna Baraba na tuna Yesu. Mnataka nani?
Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ambaye sio mwovu anawekwa pamoja na waovu. Na Bwana neno la Isaia nabii lazima lingetimilika ya kwamba atawekwa katika kusanyiko la watu waovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na maandiko inasema nini? Akakuja Pilato akasema, watu wakaulizwa mnataka nini? Katikati ya huyu Yesu anaitwa Kristo na huyu kengeli anaitwa Barnabas, mnataka ufunguliwe nani? Kelele yote watu kalende. Barnabas. Lete huyu atuibie. Lete huyu atupige ngeta. Lete huyu afanye vile anataka. Lakini naye Yesu anaitwa Yesu wa Nazareti. Akasema weko wapi? Atundikwe msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Huyu naye jibu la maisha ya watu. Huyu naye leta wokovu kwa watu. Huyu anabaki iwe maisha ya watu yapate tumaini, apeleka msalabani. Na hivyo vilitendeka. Barato akaamulisha. Sasa kama ni hivyo, Yesu akatolewa pale nje. Pilato akaamulisha awekelewe nyaunyu 39 kasoro moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa akanyanyuliwa nyaunyu, mwili ukang'olewa nyama. Kasema ya kwamba alinjereuliwa ndiposa tukapate uponyaji wetu. Yaani Pilato hakuwa anajua kile anafanya, anafikiria ni hukumu, lakini maandiko inasema alinjereuliwa. Na yani alinjereuliwa kwa sababu ya uponyaji wetu. Na adhabu ilikuwa juu yake ndiposa tukapokea wokovu. Tuseme amina. Kwa hiyo it was not man's will, it was the will of God to be done. Hallelujah. Ilikuwa mapenzi ya Mungu idhibitike. Bwana Yesu apewe sifa. I am talking about the champion of the cross. Na nena juu ya shujaa wa msalaba. Mambo yale yalipitia. Unajua kuna mambo mnang'ang'ana nayo sana. Ni kwa sababu hamjafikia mahali ya kumkubalia shujaa wa msalaba akafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo shujaa wa msalaba anajua watu wake kwa majina. Anawajua hata shida zile wanapitia. Anawajua kile anataka kufanya juu ya maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua shida moja tujua ki Mungu anatujua. God knows us. Mungu anakujua. Na anakujua kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo akasema ati msingi wake Mungu umesimama imara. Ukiwa umeandikwa juu yake ya kwamba wale walitajao jina la Bwana na waepukane na uovu. Sema amina. Ikiwa walitaja jina la Yesu Kristo, epukana na uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Kama walitaja jina la Yesu, keep off from iniquity. Bwana Yesu apewe sifa. So unakuta ya kwamba haya ni yale yanampata Yesu Good Friday. Yeye anadhania hapa ataokoka, lakini kumbe ndiye anaingia pale babaya. Nisome verse 19. Verse 19 nasema, na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe, akamwambia, usiwe na neno na yule mwenye. Make sure that Pilato usiwe na neno na huyu mtu. Tuseme amen. Usiwe na neno na nani? Huyu mtu unaona ni kondoo ya Mungu imetolewa. Mpaka siku moja hata Pilato Herode alimwambia Yesu, unajua nini? Wewe unajua ya kwamba nina mamlaka ya kukuachilia. Pilato alimwambia Yesu, nina mamlaka, ongea na mimi vizuri. Yaani Pilato alitaka aongwe na Yesu. Ungeongea na mimi vizuri na mamlaka ya kukuachilia. Yesu akamwambia Pilato, unasema una mamlaka au una mamlaka yoyote? Hata yale uko nayo umepatiwa na baba yako. Useme amina. Bwana Yesu apewe sifa jamani. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Mamlaka wanadamu wanayo ni yale wameshirikishwa na baba yetu wa mbinguni. Useme amina. Nayo mamlaka ukiyatumia vizuri utasaidia kizazi. Hayo mamlaka ukiyatumia vizuri maisha yako yatapona. Hayo mamlaka ukiyatumia vizuri utatembea kama mfalme. Si useme amina. Maana mwenye akili ni mjasiri kama mfalme.
Haleluya. Tuendelee turuke hapo 19. Mstari wa 20. Nao wakuu, makuhani na wazee ndio wakawashawishi makutano, unasikia, ili wamtake Baraba. yaani imani katika ushirika ndio kuna hii vita yote. Makuhani na wazee wale ambao wako katika hekalu wakasawishi makutano, yaani wakasawishi kelele. Kelele ni wale watu wengi wakiwa pamoja wako na sauti nyingi. Wakawasawishi, pigeni kelele mseme mtaki huyu jamaa. Mnataka Pilato. Mnataka Barnaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nasema haleluya. Sinasema haleluya. Haleluya. Wewe ukiletewa huyo shujaa wa msalaba, akiwa ametundikwa msalabani akiwa na underwear, na uletewe $10, utaendea nini? Uletewe $1 million, utaendea nini? Yeye mtihani wako, utajiuliza utaendea nini? Nasema acha nichukue hii fedha kwanza, Yesu wetu tutaongea baadaye, unasamehe utanisamehe tu. Bwana Yesu apesi. Mwanadamu decision yake, na Mungu anasema asia mwanadamu siku zote yamekuwa maovu. Ndipo watu wanakataa ushirika wao na Bwana Yesu, wanafanya ushirika wao na vitu visivyofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nisome 28 down the line. 28 nasema wakamvua nguo aibu, wakamvika. Wapendwa, kama unataka wokovu kuna aibu. Kuna wakati utapigwa mambo ya aibu. Na watu waulize Mungu wako yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mali ilifika mpaka anavungwa macho na anapigwa na kamuti. Naambiwa wewe nabii, hebu predict, prophesy, ni nani anakupiga? Praise God. Nasema praise God. Shujaa wa msalaba, mambo yale yanapitishwa ni mambo ya aibu. Kama utapigania ufalme wa Mungu, mambo haya kuna aibu nyingi, lakini kuna siku ya kuinuliwa. Wakati kuna aibu, bado kuna kuinuliwa. Yupo mwimbaji mmoja wa Tanzania limba akasema, ilibidi ajulishwe aibu ndiposa ajue kuna kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi apitishwe shida ili ajue pia kuna kushinda shida. Bwana asifiwe sana. Alisema wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hivi leo nimesema wewe ni Mungu. Wakati wa Ayubu ulivyojitambulisha, hapo ndipo nilipojua wewe ni Mungu. Yaani Mungu anajitambulisha kwa hizo vitu unaona hakuna. Hapo ndipo Mungu anajitambulisha. Ajulikane yeye ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu maana alikuwa ametolewa awe sadaka ya kuokoa dhambi. Maandiko inasema alipopelekwa pale msalabani alivumilia kama kondoo anakatwa manyoya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hakurusha mguu, hata hakurusha mkono. Kumbuka siku ile Yesu alikuwa karibu aende kusulubishwa. Maandiko inasema watu walimtokea akasema, na wewe ndiye yule mwana wa Mungu. Maandiko inasema walirudi nyuma hivi tu, wote wakaanguka. Wakajaribu tena wakaja kwake, wakarudi nyuma tena wakaanguka. Hakuna mwenye angeshika Yesu ampeleke msalabani. Yesu alienda msalabani kwa kutaka. Mwambie mwenzako, Yesu alitaka niokolewe. Yesu alitaka niokolewe. He was not forced. Alikuwa na mamlaka makuu sana, nguvu iliyomzingira, lakini akasema wacha ifanyike ili jina la Bwana likatukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alitaka jina la baba yake likapate kuheshimiwa kwa mataifa. Yesu alitaka jina la baba yake likapate kuinuliwa zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee tuditi. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakasokota taji ya miiba,
wakaiweka juu ya kichwa chake, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki, wakisema, ndugu yangu, katika hii ufalme kuna kudhihakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyakati kama hizo zikinja, utasimama aje? How will you prove yourself wakati wa kudhihakiwa? Mabaya yote yako kwa safari hiyo ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tuendelee. Wakamdhihaki wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Salamu mfalme wa Wayahudi. Akiwa sasa amewekwa taji ya miiba na akiwa amevuliwa nguo. Mfalme anakuwa mfalme, yaani wao wajui. Wanamweka hivyo ndiposa wamwaibishe. Wamuite mfalme wa Wayahudi. Salamu mfalme wa Wayahudi. Akiwa na inawe na taji ya miiba kwa kichwa. Kudhihakiwa. Na alidhihakiwa ili wewe ukaweze kukubalika. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Viaka juu ya Kristo ilikuwa sio ije kwako ulikuwa uletewe kutukuka na kuoshwa na kukubalika. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuendelee. Kisha wakamtemea mate. Kisha akatemewa mate. Sema amina. Amina. Umeitemewa mate kwa sababu ya wokovu. Yesu alitemewa mate. Sema mta kozi. Shindaga kujigamba huku kwa watu. Unaponya watu mashinda. Brethren, hii yote ni taabu Yesu alipitia ili tukafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua unapofanywa hivyo na ni Mungu, unajua alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu. Mungu ungeinuka kidogo, hao watu wote angesema wachinjwe, wangechinjwa. Wokovu wangepatikana. Lazima ndio nasema kama kondoo anayenyolewa manyoya alivumilia. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe katika wokovu Mungu amekuitia. Unapotukanwa kidogo pale kazi unasema naweza weka wokovu hapa chini tuonane Bwana. Wacha kunipepa ufala. Wewe utavumilia nini wewe? Wokovu tuko nao Yesu unavumilia. Wewe ni nani? Unaniongelesha ukiwa nani? Ningojee hapo nikuonyeshe. Brethren, kuna kuvumilia. Yesu alifanywa hayo yote akavumilia. Salvation ya siku hizi watu wengi wavumilia. Kuna mwingine aliniambia mimi sio Yesu. Niambia mtu asinikunja vibaya, mimi sio Yesu. Nikasema wewe. Na tuliambiwa tufuate mfano wake huyu. Huyu naye amesema sio Yesu, sasa tunafuata gani? Wapendwa, hii safari ni safari ya mtu kujikana. Tuseme amina. Amina. Na ndipo akasema kwamba kila atakaye kumfuata Yesu ni lazima achukue msalaba wake wa kusulubishwa kila siku na ajikane. Amen. Tuseme amina. Amen. Kama utafiti katika hii safari ya wokovu, you have to pick up your cross daily, not one day, daily. Na lazima ujikane. You have to deny yourself. Amen. Denial ni hakuna. Wewe huwezi funga kale kakasi dakika mbili ukuje uite Mungu ana hawa. Denial hakuna. People cannot deny themselves. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtu kujideny usingizi hapata kufanya jambo la Mungu hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umekataa kubeba msalaba. Umekataa kujikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufalme wa Mungu ni kujikana. Tuseme amina. Tuseme amina jamani. Amen. Umejikana kiasi gani ili ukakubalike? Tuendelee mbele mtumishi. Wakatoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Yaani kale kababu, kamwanzi ni kababu. Alikuwa ameshika mkono, akagonga hapo kwa kichwa. Wewe sasa nabii, hebu tuambie nani anakupiga? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani imekuwa ni kama contacts. Ni kama mtu tu anachekeza watoto, ni kama myth, ni kama story. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hello. Naongea mambo ya champion of the cross. Shujaa wa msalaba huyu aliyekuokoa. Yale alipitia.
unapitia uchapitia yale Yesu alipitia. Tunalemewa mbali sana. Lakini yale alipitia Bwana wa Mungu ni mazito na alivumilia. Sisi tuwasifikia atakakuwa tayakini alipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo kafika mahali pengine akasema, yaani Bwana angeangalia. Bwana Mungu angeangalia nini? Alisema nini? Kama Bwana angeangalia haki, hakuna hata mmoja angeponyoka. Maana hakuna hata mmoja. Hata yule anaonekana mzuri. Mpaka yani huyu anaitwa Zakaria akasema, anaonekana mzuri ni kama miiba ya soni. Ni kama miiba ya kayabu. Yule anaonekana mzuri. Ni miiba. Kuna miiba ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Halo kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Wewe sema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inaonekana katikati hapa kuna mtu ameika na Yesu hapa. Watu wote vile wanaonekana kuwa wameokoka kabisa. Kuna mtu ameika na Yesu. Si ndio? Aya, watu wa Mungu hao wako sawa hao. Kiangalia hivi hakuna mwenye alikaa na Yesu hata siku moja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Unakuta mtu kiona kashida kandogo, mpaka unaambia Yesu kama wokovu wako uko namna hii acha ikae. Mara ngapi umesema acha ikae? Mara ngapi umesema acha ikae? Lakini kidogo tu kionyeshwa mema kidogo unaanza kusema, "Hapana, nimekuja nina ushuhuda." Na ulipata hiyo kwa sababu Mungu aliona, alikupea tu akasema acha nipe huyu. Huyu ni mtu ambaye akikataa kufanyiwa hivi atatoroka. Taacha Yesu. Kuja hapo kumwambia, "Nina ushuhuda." Sasa hiyo msisuilie ni ushuhuda. Na ni ushuhuda ambao mtu alikuwa na karibu akimbie. Ndio sasa ulikuwa unatoroka. Lakini Yesu akakupea kitu kidogo akutulize. Useme amina. Hiyo inafanyika kama hata mbinguni siku moja kuna wale waliouawa martyrs. Wakauliza ni mpaka lini tutangojea? Wale waliotuua duniani wanatembea spot free. Na sisi hapa damu yetu ilimwagwa, tunakaa tu tukiwa katika vipanda, tunasubiria mpaka lini? Mungu akachukua nguo nyeupe, kila mtu akapewa. Kaambiwa tulieni. Kuna wadugu wengine pale duniani kama nyinyi watapitia mambo kama haya na lazima washinde vita yao ndipo wawe hapa Mungu. Sema amina. Amen. So unaweza atarisha Mungu badala ya urudi nyuma, kama ni hiyo shilingi ngiri ulikuwa unataka unapewa tu. Lakini kumbuka hujapita viwango, huo mtihani utarudia. Tuseme amen. Amina. Tuseme amina Bwana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nimeokoka wapendwa, nampenda Yesu, sijaona kitu kinaweza kunirudisha. Kwa hivyo kikikuja utarudi. Sijaona kitu, ukikiona Utarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni ushuhuda siwezi kwa maana hiyo ni ushuhuda wa kushinda. Sijaona kitu. Mimi naonanga kila siku unapita unasikia kama unaweza ondoka lakini unasimama imani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alijaona, mimi nimeona. Mambo mazito yanaweza fanya usikie kuirusha mikono na uende sana. Lakini na yashida najua aliyeniita. Amen. Najua aliyenivia msalaba. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo mwimbaji akaimba, najua mkombozi wangu yuha. Najua mteteaji wangu yuha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kabisa Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe unajua aliyekupenda yuhai. Unajua aliyemwaga damu yake msalabani kwa ajili yako, hana sababu ya kusimama na wewe. Hana sababu ya kukutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Process ya kukombolewa kwetu, it was not easy. It was not easy at all. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee kuanzia tuendelee sasa. Pale 46 to 53. Inasema nini? 46 inasema. Na kama saa 9 Yesu Wapendwa, masumbufu hayo yote Yesu alipitia. Na ndio nakwambia Mungu ni hatari. Yaani kwa Mungu, God is the one who qualifies what? God is the one who qualifies the victors. Mungu ndiye anakuqualify ili akushindanie,
ili ushinde. You cannot qualify yourself. It's God who qualifies you. So sema amen. Process hiyo yote Yesu anapitishwa. Anapitishwa ili anaweza kama anaweza change mind, change mind. Na Mungu ajali. Maana Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo wa kufanya njia yake kwa njia yote, alete mkombozi mwingine. Anapelekwa hivyo kastage kamoja, kuvuliwa nguo, kuwekwa ndani ya miiba, kuvukwa kitambaa macho unapigwa na kamwazi, unaulizwa maswali, unadhiakiwa, unafanywa yote mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama saa 9 ya mchana ukaendaje? Tusomee. Kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake. Yesu akapaza sauti yake akiwa pale msalabani. Kwa nguvu akasema. Eloi, 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 lama sabakthani. Yani Mungu wangu, Mungu wangu. Mungu wangu, Mungu wangu. Mbona umeniacha? Wapendwa, it comes a time kama ni mcha Mungu uliyedhabiti, unakaa unasikia ni kama huna Mungu na ni kama Mungu alikuacha. It comes a time you fear God, you obey God, who walks according to his will. Una feel ni kama uliamini bure. Na sio peke yako una feel. Daudi 73 aliandika akasema, nimejitakasa bure. Nimekaa msafi mbele ya Bwana bure. Maana wale hata wasio wasafi wamebarikiwa sana kuliko. Hata wanapokufa milioni ni mufu inateremshwa na kilimo. Lakini mwenye ambaye ni maskini akifa anatupa huko kama mbwa. Daudi akasema nimejitakasa bure. It comes a time in a Christianity life you are pressed to the wall. Yani you are pushed to the wall and the anti-press. Unakuta kuna mahali pa kupumulia. Unasikia kama unaweza give up. But at that time your salvation is in a test. Na ile jaribio lazima ushinde. So sema amen. Yesu akafeel loneliness. Kuna kwingine alikuwa na nguvu, hakaiachilia, watu wakaanguka chini. Lakini mahali alifika, alisikia amenyimwa nguvu yote. Alisikia all the orionic capacity, the anointing, the power alikuwa nayo hana. Hangejitetea kwa njia yote. Mpaka akatoa sauti akasema, heri, heri, lama sabakthani. Maana yake Mungu wako, Mungu wangu, kwa nini wewe umeniacha? Naye Mungu he never looks to sin in favor. Mungu akiona dhambi, maana ndani yake hakuna aspect ya dhambi, anaenda mbali. Alipoona Yesu sasa amekubali, hapo msalabani, amepepa wingi wa dhambi za wanadamu, Mungu aliangalia upande mwingine. Because God will never look at sin with favor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It comes a time unavunjwa mpaka utengenezwe kile Mungu anataka. Na utapita mtihani wa Mungu na vitu vya wenyewe. Kalamu ya wenyewe Mungu ataruhusu upite mtihani nayo. Kitabu cha wenyewe hautapita mtihani nacho. Utapita na kitabu yako na kalamu yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hello. 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 Napo ni watu wamefika. Kina Bazamondi hapo ndipo hapo. Napo ni watu wanasubukia wengi sana. Naenda sasa, Mungu uliniacha. Sasa Mungu, mimi na wewe tunaenda wapi Mungu? Sasa hiyo wokovu nilidhania itanisaidia, niko wapi akina Maina? Mtu anasubukia, anashindwa. Mahali ulifika hapa ni mahali pa kukata kamba. Sema amina. Unasema mimi ni wa Mungu, nikiwa hai ni wa Mungu. Na kama Mungu unataka nije tuwe nawe ni wako. Vile unataka, let your will be done. Mungu anangojea hiyo sauti. Kimwambia let your will be done, Mungu atashuka na atakuokoa. Amen. Sio sema amina. Amen. Yesu akafika ameachiliwa. Lakini kumbe kuna mpango wa Mungu ulikuwa unadhibitika. Kuna wakati unafeel ni kama una mtu anakushikilia. Wengine unapiga mpaka namba ya pasta, unakuta siku hiyo hata ndio namba ya pasta iko mteja. Nasema unaona sasa, hivi hata sijui kisiani. Hata pasta wangu, yule natoanga tai, yule natoanga msikibi, hata Yesu kama hiyo hawezi patikana. Yaani Mungu
There comes a time Mungu akupitisha mahali anataka kutengeneze uwe kile kitu anataka. Bwana Mungu, nimekunja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Mungu, nimekunja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Univinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Univinyange, univinyange. Unamaliza ukisema hiyo? Unajua ukisema kuvinyange atakupeleka mpaka mahali anataka uwe kile kitu anataka. Amina. Kuna ile kitu Mungu anataka akutoe. Kuna sura Mungu anataka ione kwako. Kuna hali Mungu anataka akuone katika mambo yako. Na hiyo kitu haitapatikana na ugali na mboga na siagi na maziwa ya yogurt. Hii itapatikana kwa njia nyingine. Sio sana. Amina. Nakwambia hapa sasa unakuta kiwango cha kina Pastor Moki, Pastor Maino wako. Hapa ni watumishi wetu wako hapa. Wengine hata sasa hivi tuseme mimi hata nilishinda kwa kuomba. Unakuta hata mimi maombi siku hizi sikii kipenyo. Ndugu. Hapo ni mahali pengine. Hiyo ni level. Mungu anataka tu umwambie Baba, to where I am, I cannot save myself. I cannot do anything. Whoever I can learn to, sinaye. Hata bishop siwezi kumkimbilia. Maana kajuzi nisikia akisema kuna kitu kamemvinyilia sana. Sasa Mungu nimeruhusu mapenzi yako. Just neno moja tu. I allow, let your will be done. Evangelist Eunice, mahali yuko sasa around the will of God. Around the will of God. God knows what you are doing. Na kuna vile Mungu anataka afanye ili jina lako litambuliwe. God want to make your name. Mungu anataka ku make your name better. Mungu anataka ku make your name be established. Lakini jina lako, brand yako haitaestablishiwa kama uko katika level moja. Maana wale ambao watakuwa kiwango chako watauliza, huyu ni nini alifanya mpeta kile si kufanya. Ni lazima sasa Mungu hapo akupitishe. Naomba Mungu akupitishe usiku wa leo. Naomba mahali umefika sasa na Mungu akupitishe hiyo leo. Naomba mahali umepita sasa, let the will of our Father be done. Let the will of God be done. Mahali umefika sasa, sio wewe tena, ni mapenzi ya Mungu yatimilika. Na wakati mapenzi ya Mungu yanatimilika, kile umepata hakuna mwenye anaweza kukunyang'anya. Unajitwalia taji ya uzima. Maandiko inasema ilipofika hiyo saa 9, Yesu akasikia loneliness, akasikia ameachwa, akasema heri, akamwita baba yake, heri, Eloi, Eloi, baba yangu, why have you forsaken me? Kuna mtu mwenye biashara na vikanga, anasema heri, drama sabakinani. Kwa nini Mungu umeniachilia kwa hii biashara? Kwa nini Mungu nataka maadui zangu wanichekelee? Mungu anataka umwambie sasa, Mungu mahali nimefika na hii biashara, right now your will be done. Amen. So sema amen. Unaposema hivyo Mungu anachukulia mahali pake. Maana hapo ndipo unasema wacha mimi nikosekane, wacha Mungu aonekane. Wacha mimi nisiwepo, wacha Mungu awepo. So sema amen. Umewahi fika hapo? Wacha nisiwepo naye Mungu awepo. Wacha nisionekane ili yeye aonekane. Wacha mapenzi yake yatimilike. Haujapenda Mungu mpaka wakati utasema let your will be done. Sema amen. Hallelujah. Nasema hallelujah. The plan of God upon your life sio plan ya kuharibiwa. Plan ya Mungu ni perfect. Lakini lazima Mungu akupitishe. Hallelujah. Ati Mungu nataka unifanye nabii wa mataifa. Mataifa. Lazima kwanza akupitishe kwa taifa. Akutoe kwa taifa yake. Na kuna njia hiyo Mungu atakutoa naye ili akufikishe kwa mataifa.
Si useme amen. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima Mungu kuna njia atatumia. Tuteremke ndugu. Namaliza. 47. Baadhi ya waliohudhuria waliposikia walisema huyu anamuita Elia. Huyu anaita, unajua walio karibu nawe sasa ndio utaelewa hiyo ni kiwango chako peke yake. Mwambie mwenzako this is my level. This is my level. Ukifika hapo ni level yako. Waliokuwa pamoja na Yesu waliposikia amesema Eli Eli lama sabakthani, walisema huyu jamaa ni kuita anaita Elijah. Anaita Elijah, mnapiwa moto akuje amsaidie. Wakati umefika hiyo level, language ya hiyo level, sio watu walio karibu nawe wataelewa. Sema amen. Halo. Nasema halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo wakati nakumbuka wakati Dathani na Kora walipoinukia Musa. Na Musa kuna kiwango alipelekwa. Maana maandiko yanasema katika Namba chapter 12, Mungu alisema hivi akasema, "Iwapo kuna nabii katika Israeli, na nena naye kwa ndoto na mavuno. Lakini huyu Musa mtumishi wangu, na nena naye ana kwa ana." Hakauliza yani wewe Mariam pamoja na Haruni, hakukuogopa hata kuzungumza kinyume na huyu. Mungu akasema kama yale yatatendeka hapa yatakuwa ya kawaida, basi mimi Mungu siko pamoja na Musa. Na nakwambia Mungu alipoondoka kidogo kutoa sura hivi, Mariamu alikuwa na ukomo unafanana na theluji. Haruni aliponyoka kwa sababu ya naivera ya kikuani. Kama vile sasa nimevalia hii jox ya kikuani, inaweza kuniokoa. Aliokoka kwa sababu ya kupepa naivera ya kikuani. Naye alipookoka baadaye kizazi cha Haruni, Abiu na Abinadabu wakaamua, yani uovu ule wa Haruni ulilipwa kwa Abiu na Abinadabu. Hawa wakaamua hapa ni Mungu ni nani? Wakaenda wakachukua ufumba wa kigeni, wakaenda kuchoma mbele ya Mungu, wakava mbele ya Mungu. Mungu akalipa ule uovu. So sema amen. Amina. God can keep quiet for a time. Lakini yet you strike. So sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. God can keep quiet for a time. Lakini atafanya kitu. So sema amen. Amen. The leniency ya Mungu ile inaitwa ni kama Mungu ametulia. It does not mean weakness. Kuna kitu Mungu anataka kufanya. Yes. Yokia kwa sababu mwambie there is something God wants to do. Na kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kukufanyia, nawe ni lazima ukubali kupanisha process. Sio sema amen. Amen. Unafikiria hata alipolia pale, Mungu alishuka na radi akatoa Yesu pale kwa msalaba. Let me ask you the question. Si Mungu alikuwa na uwezo hata akasikia mwana amelia, mwana wa kipekee amelia peke yake akalia msalabani, lakini hata Mungu hakushughulika. Hakukimbia pale akamtoa kwa msalaba. Kwa nini unataka hiyo shida unataka ingine iondolewe kwa haraka? Kuna process ya Mungu hapo ndani. Allow God process. So say amen. Mwambie mzako allow the process of God. Kuna kitu Mungu anataka kufanyia lakini kuna process yake. So say amen. Nimechukua hii chapter tuende nayo ndiposa uelewe yale yalimpata Yesu yanaenda yote yakiingiana. Alipopata ya miiba akatoka ndani akaambiwa hiyo ni kwa sababu ya machungu wale watu wanapitia. Mungu ataondolea watu miiba maishani na Mungu akuondolea miiba. Amen. So Yesu aliweka taji ya miiba ili wewe uondolewe miiba maishani. May the life of pain be withdrawn from you. Maisha ya uchungu yaondolewe kwako. Alipopigiwa misumari na katandikwa mwili wake ukakuwa mpucha na vipoko vya askari wa Kirumi, maandiko inasema ilikuwa ni kwa sababu ya uponyaji wetu. Amen. So hiyo mwili wake ulitengenezwa vibaya, ukaumizwa, ili wewe hata ukigonjeka ugonjwa gani, ule ugonjwa unapona. Amen. Akadungwa na mkuki hapa kwa mbavu. Ukatoka maji. Ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Uponyaji wetu. It was because of our healing. So kwa hiyo process, chochote Yesu anapitia ni kwa sababu wewe lazima yale mambo unabadilishiwa. Yeye anapitia hii inaondolewa kwako, unavalishwa
katikati ya barabara akafanyiwa hivyo. Na wewe sifanyiwa hivyo. Utajikuta umetolewa nguo kabakia na ina ya kwa barabara. Hiyo ilifanywa na Yesu alimaliza. Hakuna aibu kwako tena. I say in the name of Jesus, there is no shame in your life. Shame is not your portion. Aibu haitakukalia katika jina la Yesu. Tuendelee chini. Mstari wa 48. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Sikiliza, Yesu akiwa pale akasikia kiu. Unajua damu inapotoka mtu anasikia kiu kwa sababu uhai unamiminika. Lakini wakati alitisha maji, askari mmoja alikimbia akachukua sifonji, akaweka kwa spirit, yani siki spirit ama vinegar, akaweka kaenda kampelekea, akamvinyia hiyo vinegar, akasikia uchungu. It took away your pain. My brother, my sister, Jesus took away your pain. Uchungu uliokuwa wewe nao Yesu alikuondolea. Ndio mbona akasema he took away my pain. Oh my God. You are not supposed to be in pain kwa sababu he took away your pain. Alichukua machungu yako. Kama una experience pain, wewe ndio utampatia machungu. Maana yeye already alichukua hiyo pain ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unacheza na kidonda kikiwa kimejeruhiwa, misumari unavidiwa vinika. Hey, it is dangerous. Unasikia kama moyo umesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na ukitaka kujaribu siku moja umbie kidogo bali panatoka damu, nenda chukua spirit uweke usikie. Utasikia kama umedungwa na kisu ndani kikaingia mpaka kwa moyo. It was not easy. Hallelujah. That's how he took your pain. Even if Yesu alichukua uchukua, hata kale uko nako likatoka sana, hapo unampatia tu anaondoa. Sio sema amina. Sio kama hiyo pain. Sio kama hiyo pain inakukalia utoe. Mwambie Yesu, take away my pain. Hallelujah. Hiyo uchungu alichukua kwa ajili yako kaishi maisha mazuri. Uchungu ya ndoa alichukua. Uchungu ya biashara kukosa fedha alichukua. Uchungu ya maisha yako alichukua. That pain he took away. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama sababu hakuna uchungu Mungu Yesu alibakisha. Alikuchukulia uchungu wote. So give him a chance aweze kutoa hiyo yote. I suck it out. Itoke kwa maisha yako. Sema Yesu, suck it out of my life. Hallelujah. Tuendelee chini. 49. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumsaidia. Nakwambia wakati umefika kiwango Mungu anataka take over to your life. Hata yani ile mambo unapitia inakuwa imepita kawaida. Kasema si ameita na Eli. Ni kama ameita Elijah. Wacha tuone kama Elijah atakuja kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maangapi wamesema wacha tuone kama hata huyo pastor wake atamsaidia. Wacha tuone hata huyo bishop yake kama kuna kitu atafanya. But let me tell you, allow it to the will of God. Usingangane na yeye. Mwambie hata sina shida. Haya yote niliachia Mungu atake over. So sema amen. Amen. You know, kuambia Mungu take over ni kama sign of surrender. Mtu amesimama pale na karoposta kubwa. Anakuambia my friend, mambo ni mawili. Surrender ama nikulipue. Utaamua wewe ndio utaamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini better akainua mikono akasema I surrender myself in the hands of the one who created me. Unapo surrender in the hands of the one who created you, he takes over your sorrows. Amen. He takes over your bitterness. Amen. He takes over your poverty. Amen. He takes over any situation inakalia juu ya maisha. Amen. So sema amen. Kwa sababu tunaona kama Elia atatokea. Elia kutokea, lakini the Almighty Father process ilitimilika. Elia kutokea, lakini mpango wa Mungu juu ya maisha ya Yesu ulitimilika. So sema amen. Tuendelee chini. Verse 50. Verses 50.
Naye Yesu akiisha kupaza sauti, naye Yesu akiisha paza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Jesus never died. He gave out his ghost. Alitoa roho yake hivi, akaichukua akaipatia baba yake. Kamwambia, baba, nishikie hilo, wacha nishuke niende mpaka nikakutane na huyu jamaa nimalize kazi. Habia Bwana, yale niliandikiwa nitayakamilisha. Unamaanisha kweli? Wengine wameshaagana. Sema, yale niliandikiwa nitayakamilisha. Yesu akamgive out his ghost, akapeana roho yake kwa baba, akamwambia nishikie hiyo roho, wacha nishuke. Sasa hapo Maandiko yanasema akakata roho. Tuendeleje? 51. Tazama pazia la hekalu likapasuka. Aliposema hiyo sauti yote, kitu kikatendeka. Pale zamani ilikuwa mtu yeyote anaenda kuomba Mungu lazima angemwendea kuhani, naye kuhani aingie patakatifu pa watakatifu. Zamani kulikuwa na maeli ya 3 katika hema ili ya makutano Musa alitengeneza. Palikuwa na the outer court, the inner court and the holy of the holy. So kuhani alikuwa anaingia the inner court, anachinja mnyama, anachukua damu anaweka kwa bakuli, anatoka naye anaenda anatakasa wanadamu, anakaa outer court. Washirika kama ninyi walikaa mahali panaitwa outer court. Na huyu jamaa anaitwa kuhani ndiye aliruhusiwa kuingia the holy of the holy. Wanaenda wanakutana na Mungu, na mambo wanapokutana naye Mungu anamwambia vile anataka. Kutoka wakati Yesu alipiga sauti, haufai sasa hata mchungaji aende akaulize mambo yako. Unafaa wewe ujipeleke, maana kitambaa cha hekalu kilipasuka. Umepewa access ya kumwendea Mungu na uongee. Useme amina. Umepewa access ya kumfikia na akapate kukujibu. Useme amina. Kanisa mnajikoseza baraka zenu. Umepewa ruhusa ya kupenya. Kitambaa cha hekalu kiliraruka kutoka juu mpaka chini. Kukapewa access ya kufikia mambo ya holy of the holy. Sasa tunaingia patakatifu pa watakatifu. Unaweza omba kile unataka. Ukisha penya na umesikia umepenya patakatifu pa watakatifu, ambia Mungu kile unataka na utapewa. Useme amina. Useme amina jamani. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba malizia. Tazama pazia la hekalu likapasuka vipande. Pazia la hekalu likapasuka vipande toka juu hadi chini. Toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka. Nchi ikatetemeka. Bwana sifiwe sana. Hiyo ni salute to the God of honor. Salute ya God of honor. The shujaa wa msalaba amemaliza kozi. Mbingu ikasalute. Radi yani tetemeko la ardhi likatetemesha. Yani shujaa akakuwa respected. Sema amina. Kuna viwango unafika, mbingu inakurespect. Mbingu inakupigia salute kwa ile kazi umefanya. Sema amina. Dunia ikatetemeka. Na wafu walikuwa wamekufa nyakati za Musa. Walikuwa wengine wanjabika katika kiamio cha wafu, kuoma kiama cha wafu. Walikuwa wamelala makaburini, wakaamuka. Mili ya watakatifu ikaamuka, wakapokea mili mitakatifu, wakaonekana wakiingia mpaka mji mtakatifu. Useme amina. Yani vile Yesu alifanya ilipeana access mpaka watu roho zilikuwa zimetekwa nyara, zikafungwa vifungoni vya makaburi, vikaachiliwa. I declare, may you complete your peace. Malizia safari yako, hata jamii yenu iliyofungwa wakapate kufunguliwa. Hata vizazi vyako wanaokataliwa wakapate kukubalika. Maliza the race, kizazi chako kikae salama jamii. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipomaliza hiyo, yani kazi ilianzia hapo. Watu waliokufa wakiwa ndani ya Bwana, hawa hawakuchukua mateka na wafu. Kaburi na kuzimu hazikuwashikilia tena. Ndio nasema kama shetani angejua, hangepeleka Yesu msalabani. Jesus before the cross, he was a very soft Jesus. But Jesus, after the death, he was a deadly Jesus. Tuseme amina. Maana alikuwa na kiwango sasa. Aliingia mpaka kwa shetani akamwambia, shetani,
Ile mamlaka ulinyang'anya Adamu kwa shamba la Eden. Aipeke tunakile tractor. Dakika ile akaichukua. Na akakuja akatuambia mamlaka yote sasa ya mbinguni na duniani nimewakabidhi. Tuseme amina. Yaani kumbe kazi yote Yesu anafanya, anatuendea vitu vilikuwa vimetekwa nyama. Na ndipo akasema sasa mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimewapea. Enendeni dunia yote mkifanya watu kuwa na uzimamu, mkiwapatisha kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuzingatia na niwafundisha. Rabushakata. Wapendwa, nataka kusema mamlaka umepewa. Mamlaka umepewa. Sema amina. Mamlaka umepewa. Mamlaka umepewa mwana wa Mungu. Mtoto wa Mungu umepewa mamlaka. Sasa ni kuchukua hiyo mamlaka. Inuka sasa, weka vitu kando. Inuka sasa. Umepewa hiyo mamlaka. Ukapate kushughulika. Ukapate kuondoa mambo yaliyosimama, yanayopigana na wewe, yanayosuilia makusudi na mpango wa Mungu, yakapate kuondolewa. Rabo shakataya. Pastor mwingine kuja. Rando mazoke bege mayana. Pastor David, come in the name of Jesus. Indo labaga mayana. Noa makali sasa. Tunachukua mamlaka sasa. Tumepewa mamlaka. Sasa tukashughulikia mambo yetu. Tumepewa mamlaka. Tukapata kufanya hiyo kazi. Ramazokata. Yes, somebody. Tumepewa nguvu na mamlaka. Tumepewa nguvu na mamlaka. Nguvu ambayo ni ya kukataa mabaya na kufungulisha mema. Somebody pray. Chukua nguvu na uwezo na mamlaka. Chukua nguvu na uwezo na mamlaka. Anza kukataana na roho wote wa kuleta kuvinyika. Anza kukataana na roho wote wa kuleta kukuvinyilia. Anza kukataana na roho wote wa kukusuilia. Usiweze kumwona Mungu. Usiweze kukaa na amani. Usiweze kukaa na furaha. Somebody pray. Kataa kwa jina la Yesu. Nasema kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kila roho wote wa kukosesha amani, kila roho wote wa kukosesha furaha, kila roho wote wa kukuzuilia usiweze kukaa na amani, usiweze kukaa na furaha, usiweze kumwona Mungu hata kwa nyumba yako, hata kwa uzao wa tumbo lako, hata kwa biashara yako, hata kwa biashara yako. Kataana. Nasema kataana kwa jina la Yesu. Somebody pray. Wengine walinyang'anywa maisha yao. Anza kuitisha hiyo maisha yao. Anza kuitisha hiyo maisha yako. Wengine walinyang'anywa maisha yao. Wengine walinyang'anywa makao yao. Wengine walinyang'anywa kilicho zao. Anza kukiitisha sasa. Anza kukiitisha sasa. Anza kukiitisha kwa jina la Yesu. Anza kukiitisha kwa jina la Yesu. Wengine walinyang'anywa pesa zao. Wengine walinyang'anywa pesa zao. Wengine wamenyang'anywa hata makasama kwa biashara zao. Anza kuitisha kwa jina la Yesu. Anza kuitisha kwa jina la Yesu. Anza kuitisha kwa jina la Yesu. Nani aliyenyang'anywa neema? Nani aliyenyang'anywa kibali? Nani aliyenyang'anywa kibali? Nani aliyenyang'anywa kibali? Nani aliyenyang'anywa amani? Nani aliyenyang'anywa amani? Nani aliyenyang'anywa furaha? Nasema somebody pray. Chukua nguvu na uweza. Tumepewa nguvu na uweza. Na mamlaka. Chukua nguvu na uweza na mamlaka. Anza kukataa kwa jina la Yesu. Anza kukataa kwa jina la Yesu. Kila roho wote wa kukupinga, kila roho wote wa kukuzuilia, usiweze kufaulu Nairobi, usiweze kufanikiwa Nairobi, usiweze kukaa na amani, usiweze kukaa na furaha, usiweze kukaa na furaha. Chochote kile kimeuawa kwa maisha yako, anza kuitisha roho. Anza kuitisha
kuitesa ugogo, anza kuitesa ugogo. Wengine wameibiwa sirikitu, wengine wameibiwa vitu sawa. Anza kudaisa kitu na kitu na kingine, kile ambacho umekuibia, kile ambacho umekunyang'anya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Asema somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, 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 somebody pray. Anza kudaisa kilicho chako, anza kudaisa kilicho chako, anza kuitesa kilicho chako, anza kuitesa kilicho chako, anza kuitesa kilicho chako, anza kuitesa kilicho chako. Ay 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 ay. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Babosha, babosha. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Wengine wanakaa maisha ambayo sio yao, itesa maisha yale ambayo unafaa kukaa. Wengine wanakaa maisha ambayo sio yao, itesa hiyo maisha yako, itesa hiyo maisha yako, itesa hiyo maisha yako. Wengine watu sawa tumerao, wamesukumiwa roho wa kuhangaika, roho wa kuhangaika, roho wa mateso. Anza kufungulisha watoto wako, anza kufungulisha usawa tumbo lako, anza kuwaitisia mema, anza kuwaitisia mazuri, anza kuwaitisia mazuri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasema somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Unapoendelea na kuomba, unapoendelea na kutafuta uso wa Jehova, chochote kile ambacho ulikuwa umeibiwa na kunyang'anywa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, ninafikiria leo ukarejeshewe, ninafikiria ukarejeshewe. Hiyo maisha yako uliyokuibia, sasa ninakurejeshea maisha yako kwa jina la Yesu. Hiyo makao yako ambayo ulikuwa umekupora, ninakurejeshea makao yako katika jina la Yesu. Hiyo biashara yako ulikuwa umekuibia, ninanena ufufuo na urejesho kwa biashara yako katika jina la Yesu. Hao makastoma ambao walikuwa wamekuibia, sasa ninakurejeshea, ninakurejeshea makastoma wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo sauti ya Mungu ambayo walikuwa wameimba kwa masikio yako, ninanena kurejeshewa, kurejeshewa sauti ya Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo neno la Jehova ambalo walikuwa wameimba ndani yako, ninakurejeshea hiyo neno, ninakurejeshea hiyo neno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama vile Yesu amefufuka, kama vile Yesu amefufuka, asubuhi ya leo ninanena ufufuo, nanena ufufuo kwa maisha yako, nanena ufufuo kwa nyumba yako, nanena ufufuo kwa watoto wako, nanena ufufuo kwa watoto wako, nanena ufufuo, nanena ufufuo kwa chochote kile kilikuwa kimekuwa, kwa chochote kile kilikuwa kimenidilia, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nanena ufufuo, nanena ufufuo, nanena ufufuo, nanena ufufuo. Ninaashiria ufufuo, ninaashiria ufufuo, ninaashiria ufufuo, ninaashiria ufufuo kwa maisha ya mtu, ninaashiria ufufuo kwa maisha ya mtu, ninaashiria urejesho, urejesho kwa maisha ya mtu, ninaashiria urejesho kwa maisha ya mtu, ninaashiria revival, ninaashiria revival kwa maisha ya mtu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila maneno ambayo walikuwa wamekunena, kila maneno ambayo walikuwa wamekunena, leo ninayaondoa kwa anga, leo ninayaondoa katika ulimwengu wa roho, leo
ninakutamkia neno la baraka, ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la baraka katika jina la Yesu, 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 ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la uzima, ninakutamkia neno la baraka, neno la baraka kwa jina la Yesu, neno la baraka kwa jina la Yesu. Kuna neema inatembea, kuna neema inahusa mtu mahali hapa, kuna neema inaleta sije, kuna neema inaleta mabadiliko katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Bwana Yesu, wewe ndio unaweza ukatutetea, wewe ndio unaweza ukatupigania, wewe ndio unaweza ukatushindania. Choka Bwana mabwana adhuhuri ya leo, choka Bwana mabwana adhuhuri ya leo, choka Bwana Yesu ukamfungue mama, choka Bwana Yesu ukamfungue mzee, choka Bwana mabwana, choka Bwana mabwana ukamfungue mzee, choka Bwana mabwana ukatende mambo makuu, ukatende mambo makubwa, ukatende mambo ya ajabu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Somebody please, somebody please, somebody please, somebody please. Somebody please, somebody please, somebody please, somebody please. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Kuna neema, kuna neema, kuna neema. Kuna neema imesuka, kuna neema imesuka. Kuna neema inatenda mambo makuu. Kuna neema inatenda mambo makubwa. Kuna neema inatenda mambo ya ajabu. Nasema somebody please, somebody please, somebody please, somebody please, somebody please, somebody please, somebody please. Babosa, babosa, shekere, shakara la 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 la, shakara la 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 la. Somebody please, somebody please, somebody please. 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 Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Somebody please, somebody please, somebody please. Kuna neema inatembea, kuna neema inatembea. Kuna neema inatembea, kuna neema inatembea. Kuna neema inahudumia roho ya mtu mahali hapa. Kuna neema inafungua maisha ya mtu mahali hapa. Nasema somebody please, somebody please. Somebody please, somebody please, somebody please. Somebody please, somebody please, somebody please. Somebody please, somebody please, somebody please, somebody please. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kuna neema inatembea, kuna neema inatembea, kuna neema inatembea, kuna neema inatembea, kuna neema inakuhudumia roho ya
Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Tunasema hakuna Mungu kama wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. You are Jehovah Rekima, you are Jehovah Rima, you are Jehovah Reki, you are Jehovah Reka, you are Jehovah Ruka. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Baba, hakuna wa kufananishwa na wewe Baba. Wewe ndiye mwanzo na wewe ndiye mwisho, wewe ndiye Alfa tena wewe ndiye Omega. Tunakupa sifa adhuhuri ya leo, tunakupa utukufu adhuhuri ya leo, tunakupa shukrani adhuhuri ya leo, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ndiye Bwana. Shuka Bwana Yesu, shuka Bwana Yesu, shuka Bwana Yesu, shuka Bwana Yesu. Shuka ukatende ishara, shuka ukatende miujiza, shuka ukatende mambo makuu, shuka ukatende mambo makuu, shuka ukatende mambo makubwa, shuka ukatende mambo ya ajabu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Shuka Bwana Yesu, ukatende mambo makuu, ukatende mambo makubwa, ukatende mambo ya ajabu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Somebody pray, 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 somebody pray. Kuna mtu anatembelewa na nguvu ya Roho Mtakatifu, kuna mtu anafunguliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasema somebody pray, nasema somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody pray, somebody pray. Kila utawala wa giza ukaboromoke kwa jina la Yesu. Kila utawala wote wa kipepo ukaboromoke kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyoinuliwa inayenena kinyume wana wa Mungu waliyejitoa ambao wanamwabudu Mungu kwa nyumba hii, hiyo madhabahu ikaboromoke kwa jina la Yesu. Shuka Bwana mabwana, ukatetee maisha ya mtu mahali hapa. Shuka Bwana mabwana, ukatende mambo makuu, ukatende mambo makubwa, ukatende mambo ya ajabu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shuka Bwana mabwana, shuka Bwana mabwana, shuka Bwana mabwana, shuka Bwana mabwana, shuka Bwana mabwana. Shuka ukatende mambo makuu, shuka ukatende mambo makubwa, shuka ukatende mambo ya ajabu, katika jina la Yesu, katika jina
jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yeah, 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 Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hey, babosa, babosa. Shake it. Shake Yes,